Kwanza kabisa, Happy Mother's Day wa Tanzania. Cha pili, nilikuwa nataka kama I think ni kutoa maoni, right? Kwa chama cha Chadema. Ni maoni okay kutoka kwetu wadau wananchi. I'm not sure kama you know ni kitu watapenda kufanyia kazi or something, lakini ningependa kuambia. Sasa ni hivi, I think ni kitu cha msingi sana kwa Chadema. Sasa hivi I think hiki kipindi sasa hivi it's a very crucial time kwa chama cha Chadema. Crucial time meaning kwamba Watanzania wote wanaangalia how they are going to navigate the issue, how they are going to react, and how they are going to do. Jinsi Chadema wata respond au jinsi Chadema wata handle issue, I think ita define sana kwenye minds za Watanzania Chadema ni chama cha aina gani. So mimi nilikuwa nataka kwanza niwape ushauri kwanza kwamba maandamano ya Oktoba 29 hayakuwa na chama. Yalikuwa ni maandamano ya nchi nzima. Na sababu zilizoleta maandamano yale hayakuwa tu kitaifa, yalikuwa mpaka kichama ndani ya CCM. You know? I think watu wengi sana bado kama hawaja realize sana, lakini kwenye maandamano yale waliandamana mpaka watu wa CCM. Walipigwa risasi na kufa mpaka watu wa CCM. Je, kwa nini? So turudi kwenye sababu za maandamano. Sababu za maandamano kubwa zilikuwa ni mbili. Ya kwanza ikiwa ni ufisadi wa kihistoria ambao mimi niliweza kuwaonesha Watanzania kwa ushahidi mkubwa, kitu ambacho na wao wakaweza sasa kuconnect kwamba ugumu wao wa maisha, umaskini wao unatokana na ufisadi ule. Sasa hii sababu hii ilikuwa iko shared na wananchi wote kitaifa mpaka ndani ya CCM. Lakini hii sababu ya pili ndio haswa ambayo ilibebwa sana mpaka na watu wa CCM. Sababu ya pili kwenye yale maandamano ya Oktoba 29 ilikuwa ni wananchi kunyimwa uwezo wa kuchagua viongozi wao. Ni wananchi kuona kwamba uchaguzi haukuwa uchaguzi wa haki. Unajua kwamba yani kuna wahuni ambao tayari wamesha tuchagulia viongozi na tuwakubali hao viongozi. Sasa ndani ya chama cha CCM hiyo issue ilikuwa ni very deep na iliwakata sana moyo na kuwaumiza sana wana CCM. Hii issue kutokushindwa kuchagua viongozi wao. Kwenye ile ripoti ya Jachande kuna kitu kimoja tu pale ameongea ambacho kinakaribiana na ukweli kidogo, kinakaribiana. Sio ukweli, kinakaribiana. Aliongea akasema yale maandamano yalichochewa pia na watu ambao walikatwa majina. Akiwa kwamba anamaanisha watu wa CCM waliokatwa majina. Hii statement sio ya ukweli but iko close ni ukweli. Alipokosea ni kwamba sio kwamba waliokatwa majina ndio waliokuwa na hasira na wakachochea. Hapana, ni wana CCM ambao watu wao walikatwa majina. Wale ndio waliokuwa na hasira. Ni wale wajumbe sijui wanawaita. Ni wale wana CCM ambao waliondolewa nguvu ya kuweza kuchagua wabunge wao, kuweza kuchagua madiwani. Wale ndio walikuwa na hasira as much as nchi nzima kwenye issue ya kukosa haki. Na wao pia walikuwa wanataka reform. So again, ndio maana asnarudi tena kwa Chadema kwamba lazima waangalie jinsi gani watalibeba hili mzigo kitaifa instead of kichama. Okay, kwa sababu kwa sehemu kubwa yale maandamano ya Oktoba 29 inabidi niwaambie leo, kwa sehemu kubwa yalitokana pia na resistance kutoka ndani ya chama cha CCM. Why am I saying that? Information nyingi ambazo mimi nilikuwa nazitoa pale hazitoki upinzani, zilikuwa zinatoka ndani ya CCM. Information nyingi, you know, na
na you know, kuna mpaka some photos ambazo zile zilikuwa ndani ya nyumba ya Abdul. Zile pictures za ndani ya nyumba ya Abdul zinaonesha mpaka zile gari plate numbers zina registration ya ile kampuni iliyopewa dili la kuleta sukari, na zile Bentley za Angela Kiziga, yani zile pictures za private, Sasa vitu kama vile vilikuwa vinatoka ndani ya system, you know, and a lot of the information zilikuwa zinatokuja kwangu zilikuwa zinatoka ndani ya system. Kwa hiyo yale maandamano yalikuwa yani ni ya kitaifa in every sense of the word. Yani hayakuwa ni maandamano ya Chadema tu. Chadema walikuwa na uchungu na kila kitu, you know, but you know, na wana system pia walikuwa na uchungu ule. So I don't know how wataweza kuinavigate hii na kuweza pia kubeba pia, yani kulibeba hili kitaifa, you know what I mean. And narudia, yale maandamano walikufa wana system, walikufa wana Chadema, walikufa, yani hayakuwa na nani na chama. So I hope, yani I don't know how to do it, mimi sio mwanasiasa, kwa hata siwezi hata kuambia fanyeni hivi, but I hope wao Chadema wataweza kufigure out how to jinsi ya kulibeba ili likawa ni issue la kitaifa na lisionekane kama ni issue ya Chadema. Yani isikae kama vile hii ni issue ya chama. Yani waweze kuexpand iwe ni national response to what happened kwenye Oktoba 29. Na as much as taifa linataka reform, hadi ndani ya CCM na wenyewe wanataka reform. Jinsi sisi huku nje tuna maumivu, mpaka ndani ya CCM wana maumivu. So kuna opportunity kubwa hapa ya Chadema kuweza kuunganisha vikundi vingi vya watu vikawa nyuma yao. Anyway, I'm not sure how they are going to do it, but ni suggestion tu niko natoa.